tulikuwa tunapumzika tu. Sasa tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi, ni ugonjwa gani unaogopa zaidi? Najua kwenye mada ya kwanza makati tulikuwa tunasema mambo ya ile ugonjwa ile saratani, ugonjwa wa shetani, hata shetani, saratani. Tunasema watu wanaonekana wakakaa, wengine na ugopa na sisimuka nyeli. Sasa tunetukia mada ya pili ambayo naye inasemea mambo leo. Leo tunasema ugonjwa. Ugonjwa gani ambayo unaogopa zaidi? Na kwa nini wewe unaogopa hiyo ugonjwa? Na unaogopa kwa nini? Kwa nini mpaka unaogopa hiyo? Kwa ugonjwa gani ambayo unaogopa? Unaogopa kisukari. Kwa nini unaogopa sukari? Makati sukari ina tabu. Ndio isukari kwa tofauti na hiyo. Kwa kweli kisukari kinatisha. Maana yake kikishaingia mwilini unaona ni kazi. Yaani unyewe unakufa. Wewe kweli ukishinda kuicontrol. Sasa sawa na virusi vya ukimwi na yenyewe kishaingia yaani kwamba hauponi. Unaweza kukaa miaka mingi lakini unaweza kukaa miaka mingi lakini angalau afya unaweza ukairudisha ikawa kwa kutumia dawa. Wale wanaokunywa dawa afya zao zinakuwa bado ziko vizuri. Dada anaogopa kisukari. Kisukari afya yako unaendelea umeona? Mimi kwa ujumla naogopa magonjwa yote. Wewe magonjwa yote. Kwa sababu hakuna ugonjwa mzuri. Kwa asilimia zote. Zote kabisa. Magonjwa yote kabisa naogopa. Na unafanyaje ili kujizuia na magonjwa mbalimbali? Kama na ugonjwa yale yanayoweza kujizuia na jizuia. Yale ambayo yamekuja ghafla ndio kama hivyo. Yaani rasilimali ya mwanadamu ni afya. Iko ndio cha kwanza. Kwa hiyo magonjwa yote tutapambana. Niko ambaye wewe unaogopa sasa. Labda nitakuwa ni naogopa ukimwi nani? Kwa sababu gani? Siku hizi watu wanasema ukimwi yani kawaida tu kama mtu yani. Sawa. Tuna ndugu zetu hapo wanaishi miaka mingi lakini ushajua unauma. Kweli sijui inatisha sana. Niko upande wangu kweli. Kwa sababu sipendi kuumwa. Sipendi kuumwa. Lakini ugonjwa gani unaogopa sana? Malaria. Watu wanaogopa hiyo sana. Hata sijasikia mtu anasema anaogopa kuumwa hasira. Kalisika ile ama sio ugonjwa hiyo. Ugonjwa. Ukisikiliza wataalamu ndio ugonjwa. Ni shida, tatizo basi. Kukalisika kwa sababu hasira hasara kishi hapo. Kule mwisho mimi naogopa sana malaria. Kwa sababu malaria ni ugonjwa ambao kudhibiti. Moja kujikinga nao ni kazi ngumu sana. Maana wataalamu wengi duniani mpaka leo wanahangaika kupata tiba malaria unakosa. Wanaleta za kutuliza ndogo inarudi. Kwa ugonjwa ambao unasumbua sana. Japo watu waangalie sana, lakini ugonjwa ambao unaua asilimia kubwa na ugonjwa unaongoza kuua duniani. Yes. Sasa ulikuwa unajua? Mimi ndio anasema hiyo sababu. Unajua? Hakuna. Hiyo kwa sababu malaria inakamata sema mimi namalizana naye. Nikikula kloridi ama nikikula losokonoi ile ya kuchamusa. Na chamusa ile ama naenda kule polini sisi poli. Nakaa kule mwezi. Na chamusa ile dawa. Na kula ile nasafisha. Wote anamalizika. Mimi hata hiyo anikamati. Lakini kuna wa vijana yanakwepa ekelala mdomo asiungwe eketukia kwa mdomo. Tayari malaria inakamata. Anasindwa hata kukwepa hiyo lazima ikamate. Ndio maana anasema inaua sana. Kwetu kule hiyo hata iko kuna hiyo ugonjwa ambaye inakamata huko Sadalamu. Wanakuwa breki anapotea. Wanasema wakipindua ikikuja ile kwa mtaa unasikia huko watu kikula chakula vibaya tu. Wakifika bahala ndio unapinduka unaanza kukuliza telembeta. Hiyo naye ni matatizo. Sema sijasikia mtu hapa akisema naogopa. Kaka pale. Mimi naogopa kansa na sukari. Kwa nini unaogopa kansa na nani sukari? Sukari. Sababu ukiumwa kisukari asilimia kubwa ya maisha yako kwanza unakuwa ni mgonjwa. Ile nguvu kazi inakuwa imepotea. Na ukiumwa kansa ukipona una hatari ya kupoteza kiungo. Kwa hiyo una hatari ya kuwa mlemavu kama unapata kansa. Nataka tujue wewe naogopa nini zaidi? Ugonjwa gani naogopa sana? Anekamatia hapo. Twende basi uone kama unaogopa nini na yeye anaogopa nini ambaye tunaenda kumtazama. Ndugu.
Ndugu. Fungua mlango, fungua. Mbona unaniletea fujo yangu? Wewe ni rafiki yangu ama sio rafiki yangu? Sasa kama wewe ni rafiki yangu, nine matatizo. Ne gonjwa nene kamata. Tena mbaya sana hiyo. Mbaya sio kusema mbaya sana hiyo. Unaumwa ugonjwa mbaya, na maana ugonjwa huo nani? Kuna ugonjwa mmoja unaitwa tetekuwanga. Siwangi. Unaumwa nani? Siri ukimwi. Hamna, hiyo ndogo hiyo. Ugonjwa gani sasa? Kama ugonjwa huo unaanzia kichwani sasa hivi. Nauma unafiki. Unafiki. Netoka hapa. Nilipa nauli yangu mwenyewe. Lipa magari kutoka hapa mpaka Segera. Nenda mpaka Ngwadikwaso. Netoa hela yangu nauli. Mpaka Ngwadikwaso ngarajua. Pala netumia hela yangu kaenda na kuduli hapa Sadalama. Hata hela yangu hata haiduli. Embo acha upumbavu bwana. Yaani mimi unakuja hapa unanigongea, nimepumzika zangu, wewe unakuja unaniambia upuuzi kama huo. Puuzi? Wewe kiumo nafiki taweza. Ngale mkiambia rafiki wengine hata haina hata masauli. Rafiki hata yesi kukupa masauli. Takunya hata supu. Nani ndakunya ndamesa ketonge hata kama ni topi kwa kasa. Geuza nani? Sasa mwenzako naogopa wewe nacheka. Sasa nacheka nini? Tuendelee na mada sasa. Na wale waliosema magonjwa yote kwa ujumla. Lakini kwa watu ambao wameyataja magonjwa, yani wameyataja kwa ugonjwa moja. Ndio. Mpaka sasa hivi kisukari na malaria. Ndio, lakini ambaye anatisa sana anaogopesa ni ile anataja kule kansa. Gamba inasema kama wewe ndio unaogopa kansa sasa. Na sababu ndio na mimi naogopa hiyo. Sababu kama wanapoteza kiungo. Ana maana kwamba akikamata mkono utakatwa mkono. Unabaki mkono mmoja hapo. Kama anakamata mguu nakatwa mguu. Na kwa mguu mmoja hapo. Sasa ikikuja ikikamata kiungo ambayo yuko mmoja. Kama ikikamata kichwa, ikikatwa kichwa, itakaa na kichwa hiyo. Matatizo hiyo sasa, hiyo ndio matatizo sasa. Hapa ndio inaogopesa kuliko. Wewe umewahi kusikia kansa ya kichwa? Ndio, sasa ukikatwa kichwa itakuwa kansa ya ubongo. Kansa ya ubongo. Na ya kichwa inakatwa. Kwambia Masai, kuna kansa ukiipata labda kama hivyo ya mkono, ya titi. Kuna nyingine ukiipata unakatwa. Kuna zingine basi unapewa tu dawa, unapigwa tu mionzi ya kupunguza makali ya ule ugonjwa. Lakini safari. Kwa hiyo unasubiria tu lini ambapo labda ndio hatari ya kansa. Hiyo anaogopesa. Lakini sio kwamba tiba yake ni kukatwa kila kitu. Kuna kansa zingine, kwa mfano mtu anaumwa kansa ya koo unakata nini? Kama ya roho unakataje? Na ubongo unashindwa kukata. Mimi bwana naogopa magonjwa yote. Ila lakini naogopa zaidi HIV. Naogopa sana. Unajikinga lakini maana sio tu useme naogopa. Naogopa alafu uogope. Najikinga ndio. Kwa sababu naogopa sana HIV. Ukijaribu kuangalia mazingira ya yule mtu ambao ule ugonjwa hata kama mwanzo ataonekana iko vizuri, itafika wakati lazima utakuwa unaogopa. Wewe hapo unaogopa nini? Kwa lazima uniulize mimi Masai na yeye kwa chana. Sasa ninachukua mpira kwako wewe niuliza mara ya kwanza, lazima na wewe. Mimi nina hofu ya magonjwa yote. Lakini malaria huwa inanikondesha. Haya mengine nina uwezo wa kusema najitahidi, au kama kansa unajua kupata sawa unaifikiria, lakini ukiwa unapima mara kwa mara unaweza, lakini malaria bwana unaweza ukajikinga hasa ukashangaa una malaria mpaka ukashtuka. Mimi mbona napiga dawa kila siku na ukipata ile itakuja na flu, mafua. Inakuchosha yani. Kuna mtoto alinichekeza sana. Hadi yeye alikuwa anaogopa hiyo nani magonjwa ya tumbo kufuruka. Maandazi inaanguka chini, inarokota haraka inang'ata. Kuuliza eti eti ile kisindo ya andazi kuanguka top. Bakteria wale wanasambaa. Inarokota haraka kabla hajarudi pale. Ile sikuje kabla ile kama matatizo. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook hapo. Toa hoja yako hapo. Kama wewe unasumbuliwa na matatizo gani ama ugonjwa gani ambao wewe unaogopa kuliko wote, andika hapo. Na kwa nini unaogopa ugonjwa huu? Sema hapo. Na kama unataka kujua kesho sisi tutakuwa wapi, utaona hapo ramani tunaweka kwenye ukurasa wetu hapo wa Facebook. Kienda pale Instagram andika Minibus TZ, unaandika hapo ugonjwa gani wewe unaogopa sana. Siogope kuandika, andika hapo alafu tutachangia pamoja hoja yetu. Sawa, nikupeleke kwenye bus stop tukajue nini ambacho tunakwenda kujadili kesho. Sasa tutamalizia. Ndio.
Habari, hii ni Buzzpop na mada yetu ya kesho inasema, je, kuna umuhimu wote wa kuweka chapa kwenye biashara yako? Ina umuhimu kwa sababu inaonyesha utambulisho. Ili uweze kugundua kwamba hili ni mafuta gani. Bila kuweka chata utajuaje? Lazima uweke nembo ili wajue kuna biashara fulani. Lebo kama kwenye suti. Kwa sababu bila kuiona umeandikwaje ama hiyo chata huwezi kainunua. Kwa mfano kama hivi nilivyokaa hapa, unajua anafanya nini? Lakini kiweka nembo yangu, unajua kabisa huyu mtu anafanya kazi gani au anauza biashara hii. Watu sasa hivi wanaibiana mpaka chapa nini. Kwa hiyo kama unatengeneza bidhaa yako alafu ukaiwekea nembo yako, mtu mwingine kuikopi au kuiba sio rahisi. Hata kama akiiba lazima unaweza ukamkamata. Sawa, hiyo ndo mada ya kesho Masai. Tembelea Bongo 5, soma habari moto moto. Baada ya kusoma hiyo habari, siondoke kwenye hiyo kurasa ya Bongo 5. Kabla hujatazama Minibus, angalia kipindi iko hapo. Enda YouTube, andika Minibus Tanzania, utatazama kipindi yetu. Kwa leo mimi na mtangazaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, anasema Minibus toa hoja.